Mr. Ruto, you had a secret meeting on the 3rd of January, Narok. Huh? I have a video that I would like you to see regarding yesterday's maandamano. Lakini before I get into that, Mr. Ruto, you had a secret meeting on the 3rd of January, Narok. Huh? I have a video that I would like you to see regarding yesterday's maandamano. Lakini before I get into that, kuna maongezi hapa kidogo yametokea ya siri ambayo ningependelea Wakenya wote muyajue. This is very, very important. You guys, do you know what Ruto is doing right now? Mr. Ruto, mimi nakwambia kila siku, the people you eat with, the people you drink with, even the people you sleep with, they turn back to us and tell us exactly what you are trying to do. Mr. Ruto, you had a secret meeting on the 3rd of January, Narok. Huh? Na hii nyingine mulifanyia wapi? Mulifanyia Narok Osim Hotel, mukafanyia Oriseni Hotel, mukena mukafanyia na Kisumu Okishia. Ha? Ukajaribu kumwita huyu MP wa Iyala nani? Sankok na Kimani Nguchiri. We know what you are doing. You are using Sankok na Kimani Nguchiri, waende wamtafute Rigiji, wamtafute Babu Owino, wamtafute na Ndindi Nyoro, ili uwalete, waweke chini, uweze kuwatumia, kwa sababu wao unaona kwamba GNZ watawasikiliza sana wao. That's what you are trying to do. We even have the audio. Tuko nazo. Ruto, I'm telling you, go whichever steps you will use. Mimi nimekwambia just one thing. Don't throw stones knowing that you live in a glass house. Whatever you will do, it will turn back to us and we will know. My dear fellow Kenyans, kuna video hapa kidogo nilikuwa nataka niwaonyeshe kuhusiana na maandamano tuliokuwa nayo jana. Halafu mtuambie, haya maandamano ambayo kwamba tunayafanya kila siku haya maandamano tunayokwenda, huyu mtu kwa nini sisi hatusikilizi? Mnasema ya kwamba anatusikiliza tukitoka kwenye maandamano, watoto ndio wanaachiliwa. Sisi haja yetu sio watoto peke yake kuachiliwa. Mumewaachilia watoto, so what? What next? What about those who abducted? How police waliowachukua hawa vijana wako wapi? Wao waliwaachilia hawa vijana, is that a favor? Mr. Ruto, so you think by releasing these kids, you've done Kenyans a very big favor? Wewe mwenyewe Ruto ulituambia tubebe mapanga tuingie mabarabarani. In other words, ulituambia ikiwa mtu atavunja sheria, ikiwa serikali itavunja sheria, basi na wananchi nao watavunja sheria. Wewe mwenyewe with your own words. Hebu msikilizeni huyu ni nani anazungumza. If government is going to engage in acts of lawlessness, in assault against its own citizens, what business do citizens have respecting the law if government itself has decided to break the law? There you are then. There you are. You are telling people, you are telling Kenyans that if the government has broken the law, the government does not listen to the people. What business do the people have in following the law? What does that mean? Unawaambia wananchi wabebe mapanga waingie barabarani? No. We will not do that. We will demonstrate. We will not break the law. Hapana. Kama hivyo unavyosema wewe, sisi we will not break the law. Na hata wewe mwenyewe pia, Mr. Ruto, you are not above the law. And if you think that sisi ndio tumesema maneno haya, sio sisi tuliozungumza, wewe ndio uliozungumza haya maneno. Na wewe mwenyewe ukasema,
wewe mwenyewe una insist ya kwamba sisi wa Kenya lazima tujihami. Wewe mwenyewe ulizungumza before you became a president. Wewe mwenyewe ukamwambia rais asitutishie maisha. Wewe, you remember? You were a vice president. Ulimwambia nini Uhuru? Usiwatishie Wakenya maisha. Wakenya wanajua haki zao. Sasa na mimi nakwambia na wewe Ruto, we know our rights. We know our rights. Listen to this. Huyu ni nani? Tafadhali bwana rais, you shouldn't be the source of threats in Kenya. Wacha kutisha wa Kenya. Kazi yako ni kuhakikisha kwamba Wakenya wote wako salama. Wacha kutuambia ya kwamba tutakujua wewe ni rais. Sisi ndio tulikuchagua na tulikuchagua uwe rais wa Kenya. Huyo ni nani anazungumza maneno hayo? Ni wewe. Unamwambia nani at that time? Uhuru Kenyatta. Sasa na sisi tunakwambia usitutishie maisha. Usituambie tutakujua wewe ni nani. Hata timu yako wasituambie kwamba tutawajua wao ni nani. Manake timu yako tayari wameshatuambia tutawajua wao ni kina nani. Hawa hapa tunao. Wameshasema tutawajua wao ni kina nani. Huyu hapa anazungumza openly. Huyu msikilizeni. Huyu si hiyo ya usalama. Siku 3 peke yake. Hiyo watoto na ujinga hiyo ya kuchora vitu kwa maneno itaisha. Kwa sababu lazima tu hakuna inji inaongozwa na upuzi. Kwa hivyo nyinyi mnatutishia sisi maisha. Isn't it? That's what you are doing. You are threatening our lives. Wewe Oscar Sudi, shame on you. Ati tutakujua wewe ni nani. Kwamba ukipewa docket ya Minister for Internal Affairs, utatuonyesha sisi ni kina nani. Wewe Oscar Sudi umesahau wewe. Wewe si ulisimama ukamwambia Hassan Ali Joho anauza unga. Na clip hapa tunayo. Kama wewe ni mwanamume kweli, kwenda ukamkamate Hassan Ali Joho na ndugu yake Abubakar Ali Joho, nitajua kweli wewe Oscar Sudi ni mwanamume. Acha kututishia maisha hapa. Msituletee nginjiri. Kwani Kenya ni yenu peke yenu? Wananchi, this is what we need to do. Mambo ya kuingia barabarani, tukaimba nyimbo, wewe ni wako, Ruto ni wangu, chuki ya nini jamaa? Ndugu zanguni, mnapigia mbuzi gita. Wewe unamweka mbuzi pale, halafu kisha unampigia gita la Elvis Presley. Mbuzi anakuelewa kweli? Hawezi akakuelewa. Sisi we need to panga maandamano ya nguvu. Madaktari ndugu zanguni, all doctors in Kenya, you have seen how much threat you doctors have undergone through the government of Kenya. You have seen the amount of threat teachers have undergone. Na hakuna mtu anayewasimamia. Na waambia ndugu zangu wa Kenya, madaktari wote tukigoma. Ndugu zangu wapendwa, tusiku